Unapotazama msalaba kama huu mnaoona hapa mbele, msalaba wote wa namna hii, ukiuona utakuta hapa kuna kovu, kuna tobo ambalo lilitobolewa, na mkuki ule ulivyotobolewa kadiri ya mapokeo, tunaambiwa kwamba moyo daima uko upande wa kushoto wa mwanadamu, ndio moyo upo, lakini mkuki ule ulichoma upande wa kulia, ukapenya mpaka ukaenda kuchoma kwenye moyo kule, na walipovuta ule mkuki vikatoka vitu viwili, damu na maji, chemchemi ya uzima. Ndio wataalamu wa tafakari, mababa wa kanisa wanatufundisha kwamba yale maji na ile damu ndiyo sakramenti za kanisa, na wanasema ndio pale ambapo kanisa kwa kweli lilitoka hapo, liliumbwa hapo. Na wanaendelea kutafakari, wanasema fumbo hili na fumbo la uumbaji vinaenda sambamba. Katika uumbaji, hasa uumbaji wa mwanamke, uumbaji wa mwanadamu, tunaambiwa Adamu alilala usingizi, ndipo ubavu mmoja ukachomolewa na akafanywa mwanamke. Vivyo hivyo, wakati Bwana wetu Yesu Kristo amelala usingizi pale msalabani, Adamu wa pili, ndipo ubavu ulichomwa, ikatoka damu na maji, ndipo likazaliwa kanisa. Ndio maana kanisa linaitwa mama. Unasikia mama kanisa, mtakatifu anafundisha mama kanisa. Na kanisa linaitwa mama kwa sababu anazaa watoto wengi kwa njia ya ubatizo. Kanisa anaitwa mama, na anaendelea kulea kwa njia ya sakramenti, anaendelea kulilea kanisa. Kumbe ukisikia wanasema mama kanisa, usichanganyikiwe. Mama kanisa mtakatifu ni fumbo ambalo limetokana na upendo wa moyo mtakatifu wa Yesu.